Na mtazamaji wa Bethel Clouds TV, jinsi tumekuambia kwamba tutazidi kukufahamisha jinsi shughuli nzima la upigaji kura inazidi kuendelea maeneo mbalimbali humu Nairobi, humu nchini, na tunasema kwamba ni Bethel Clouds TV. Nakumbuka hivi sasa tunavyozungumza tuko katika eneo la Kaloleni na shughuli nzima la upigaji kura kwa kweli inaendelea. Jinsi unatazama nyuma yangu ama kando yangu hapa hivi, unaona kwamba kweli wapiga kura wamejitokeza kwa wingi kuweza kuchagua viongozi watakao ongoza kwa muda wa miaka mitano tena ama muhula mmoja. Nakumbuka hivi sasa karibu nami niko na msimamizi katika kituo hichi cha kupiga kura ya Kaloleni, na pia wacha niweze kuungana naye aweze kutuambia kwamba je, shughuli hili inaendelea vipi tangu ianze pale alfajiri mpaka kufikia sasa. Kama kuna changamoto yoyote bado tutazidi kujuzwa pia naye, na bila kupoteza muda wacha niweze kuungana naye aniambie tu jina na niambie kwamba shughuli hili nzima linaendelea vipi. Utaniambia tu jina kaka? Kwa jina ninaitwa Joseph Nyakwama Ongori. Mimi ni msimamizi katika kituo cha kwanza katika shule hii St. John's Primary School. Na asante sana. Je, shughuli hili katika kituo hichi ilifunguliwa saa ngapi? Tuliingia mapema siku na tuliweza kufungua kituo cha kwanza saa 12:25. Tulichelewa na dakika 25 kwa sababu mashini yetu ilichukua muda kuchukua laini ya simu ambazo tunafaa kutumia. Hiyo ikatupidi tukachelewa na dakika 25 ambazo tutaongezewa wapiga kura wa jioni kabla ya kumaliza. Na je, tangu mwanzishe shughuli hii nzima la upigaji kura katika eneo hili, je, kuna changamoto yote umeweza kushuhudia ama? Kituo kiko sawa. Wapiga kura wako katika hali ya kuelewana nasi. Na zaidi ya yote shida ambayo tunaweza kuwa na tumekuwa tukiona hapa ni kwamba ile mashini kukapu cha vidole ya wengi inakuwa shida. Sasa inatupidi tufanye authorization sisi wenyewe, ambayo ni baada ya kuwapiga picha na kutumia machine reader ambayo kutumia kitambulisho chao kutoka pande ya nyuma na shughuli zingine. Kwa maana wengi watu kadhaa kama saa hizi tumepata karibu watu 7 ambao vidole zao za mikono asikiriwe na mashini. Na je, sasa kufikia sasa labda kuna yule tu ambaye hajaweza kupiga kura kwa sababu labda kinskit pale zimekataa kufanya kazi, na kama zimekataa, je, kama wasimamizi katika eneo hili la kupiga kura ni tuseme mmechukua mikakati gani ili kuboresha shughuli kama hii? Hatujapata wale ambao wamekuja ambao ni wa kituo hii wenye tumeambia wakaenda bila kupiga kura, isipokuwa wale wachache ambao walipotea wakakuja pande hii na walikuwa pande zingine ambao tumewaelekeza na tumewapea kitu ambayo ya kuenda kuwaonyesha wakifika huko wahudumie haraka bila kupanga laini mrefu tena. Na je, sasa kufikia sasa, kwa sababu najua shughuli hili imeanza asubuhi na mapema, je, turnout ya wakati huu kikombea na ile ya hapo ama tuseme miaka zingine zilizokuwa na uchaguzi, waweza sema vipi kuhusiana na turnout ya leo? Saa hizi sio mbaya. Kwanza karibu kwa kituo changu tuko around 40%. Kwa hiyo tunaelekea kuanzia saa hizi, na ninaona wapiga kura wako wengi kwa laini. So itakuwa sawa. Na je, sasa tukimalizia tu pale hivyo, ni mizo gani unaweza ambia Wakenya kwa jumla kama wewe msimamizi wa swala ile ama shughuli nzima la upiga kura, ni mizo gani unaweza ambia Wakenya kwa jumla wanaokutazama? Wajitokeza ili waweze kuchagua viongozi wao, ili ndio itawasaidia ili waweze kuwa na uongozi wanaohitaji. Ninashukuru kwa wakati wako. Shukrani sana. Asante. Na mwacha niweze kuungana pia na kaka hapa hivi aniambie kwamba ako na yepi kuhusiana na swala hili nzima la upigaji kura katika eneo hili la Kaloleni. Utaniambia tu jina kaka, waitwaje? Mimi naitwa Terence Gadwa Kajira, mzaliwa wa hapa Wakanogeni, Kaloleni ward. Na je, ushapiga kura? Ndio, niko kwa mikakati. Je, umeingia katika hili kituo ama hichi kituo saa ngapi? Mimi turnout yetu iko fiti, kila kitu iko sonjo, pisi iko nini, watu wamekuja na kila mtu ameweka pale anaweka, na tunashukuru Mungu. St. John's Primary School ndio hii. Asante sana kaka, nashukuru kwa wakati wako. Wacha niweze kuungana na pia ndugu hapa hivi aweze kuniambia kwamba ako na yepi kuhusiana na swala hili nzima la upigaji kura. Utaniambia tu jina kaka, waitwa nani? Naitwa Collins Otieno Oduor. Although nilikuja hapa asubuhi, but kulikuwa na delay. But nimeshukuru nimepiga kura. Je, ushapiga kura sasa?
Nishapiga kura mpaka niko na ink. Niko na wino kudhibitisha. But nashukuru but ya asubuhi walikuwa slow but saizi naona line inaenda haraka haraka. Na je ndugu, ni changamoto gani umepitia katika hiyo shughuli nzima ya kupiga kura? Je, kuna changamoto umekumbana nayo ama shughuli nzima imekuwa vipi? Ndasema vitu zimekuwa sawa. At least kitu kidogo mlelax assistance. Mngetaka kuambia watu kama ni A, una kama ni C, mimi ni Constituency Odor. So mngesema watu wasi wanapanga huku, ushapata. So tulikuja tukachanganikiwa. So wote walikuwa sema ni O. But nashukuru. Shughuli imefanyika poa. Tunaomba amani imekuwa, sijaona furugu. Watu wawili watatu walikuwa wanasumbua, na maana maafisa wamejaribu, wamewatoa. Naam. Na kama wewe Mkenya wa kawaida, kwa kweli pale ushapiga kura. Ni matarajio yapi unayo sasa ushapiga kura? Je, watarajia nini kwa shughuli hili nzima? Mimi pande yangu mimi naomba ushindi. Juu sema nipatia nani zote hivi hiyo 6 piece. Ni moral tu, ni kujipatia motisho moral. Na ni mizo gani unaweza ambia Wakenya kwa jumla, kwa sababu hivi sasa tunavyozungumza kuna wale ambao hawajaweza enda kupiga kura pale. Je, waweza himiza nini Wakenya kwa jumla wanakutazama hivi sasa? Kitu ndasema, unajua hii ni mpira. Wajami ni fan kubwa wa Obach Machoka. Anasema hii ni kama mpira. Manchester na Arsenal. So lazima timu moja inarudi chini. Hatuwezi shinda wote. Hivyo nashukuru. Ni sawa. Ninashukuru kwa wakati wako. Nimeshukuru. Jinsi unasikia mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV, bado wapiga kura katika eneo hili la Kaloleni wanasema tu kwamba shughuli nzima la upigaji kura kwa kweli inaendelea kwa njia mwafaka licha ya kuwa na changamoto kadha wa kadha. Wengi wanasema kwamba kidogo pale unapata wakifika pale majina yao hayapatikani katika zile kimskiti ama viganja vinakataa, lakini licha ya haya yote jinsi tumezungumza pia na msimamizi katika eneo hili anasema vipi? Anasema kwamba hata kama viganja vinakataa pale kwa kimskit, lakini wanaweza kutumia pia njia mbadala ili mpiga kura aweze kushiriki kupiga kura kwa mgombea yote ambaye anamhitaji. Nakumbuka jinsi tunakwambia tu mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV, tunazidi kukujuza kile ambacho kinajiri kila kuchao. Jinsi muda unazidi kusonga, tunazidi kukujuza yale ambayo yanazidi kuendelea. Nakumbuka katika eneo hili pia tumesikia kwamba turnout kwa kweli iko juu. Jinsi unaangalia kwamba hivi sasa inaelekea pale majira ya saa 8 na tunaona kwamba foleni ingali ndefu, kuashiria kwamba kwa kweli wananchi wamejitokeza kwa wingi kuweza kupiga kura na kujichagulia viongozi ambao wanawahitaji kuongoza kwa muda wa muhula mmoja ama miaka 5 ijayo. Na pia bila kupoteza muda nitaweza kuungana nao ambao wako kwenye foleni pia hapa waweze kuniambia kwamba wako na yapi kuhusiana na swala hili nzima la upigaji kura. Bila kupoteza muda utaniambia tu jina, waitwa nani? Naitwa Angela. Angela, je, umekuja hapa saa ngapi katika shughuli nzima la kupiga kura? Nimekuja tu around kitu saa 7 hivi, sijakaa sana. Na je, kuna changamoto yote umeshuhudia tangu kuja hapa kuanzia hiyo masaa umekuja? So far kuna changamoto yoyote. Line is moving well na kila kitu iko sawa. Na ni mizo gani unaweza ambia wale ambao wajeweza kujitokeza kupiga kura? Je, waweza himiza au vipi? Waje wajitokeze kwa wingi na tubadilishe nchi yetu. Yes. Na ni matarajio yapi unayo kama mpiga kura, kwa sababu tunajua kwamba mwananchi wa kawaida kwa kweli wakati anakuja kupiga kura yupo na matarajio kadha wa kadha. Je, wewe upo na matarajio yapi? Niko na matarajio at least place kama kazi and everything tuwe tunaangaliwa vizuri. Kwa hospitali, health and everything, but so far yeah, those are the main ones. Naam. Yes. Ninashukuru kwa wakati wako. Asante. Bila kupoteza muda pia wacha niweze kuungana na kaka hapa hivi nyuma. Aniambie tu jina, waitwa nani kaka? Naitwa Billy Ogoma. Billy Ogoma, umekuja hapa saa ngapi? Kitu saa 7 na dakika 10 hivi. Yes. Je, kwa maneno yako tu tangu ingie hapa labda kuna changamoto yote umekumbana nayo ama hali iko vipi? Changamoto hakuna. Ile nimeona. Tunaendelea vizuri na ukiona sasa niko karibu kuingia. So shughuli inaendelea vizuri. Yes. Na ni matarajio yapi unayo kama mpiga kura, kwa sababu tunajua kwamba kawaida mwananchi akija kupiga kura hako na matarajio ambayo anayo. Je, kama wewe mpiga kura watarajia nini baada ya kupiga kura? Kile tunatarajia waangalia mambo ya hospitali, mambo ya masomo. Kuna watoto wengi hawafiki
ile kufika university kwa sababu hata masomo imekuwa changamoto kwa maisha ya watu wengi. So kama taangalia mambo ya masomo, afya na uongozi bora ndio tunahitaji sisi kama wapiga kura. Yeah. Na ni mizo gani unaweza ambia taifa kwa jumla, kwa sababu tunajua shughuli hii inaendelea kwa taifa nzima humu nchini. Je, waweza himiza nini taifa kwa nzima? Unaweza wahimiza nini kuhusiana na swala hili nzima la upigaji kura? Kitu cha maana ningehimiza watu na wapige kura, wajitokeze kwa wingi, na kitu cha maana ni amani. Amani baada ya kupiga kura ndio tunahitaji. So that's the main thing. Na tupate uongozi mwema ambao utatupeleka kwa hatua nyingine. Tunashukuru pia wale viongozi ambao wamepita nyuma kwa kazi nzuri ambao wamefanya. So it is just kusonga mbele kwa pamoja na amani. Asante, ninashukuru kwa wakati wako kaka. Asante. Asante sana. Wacha tu bado nizidi pia kuungana na binti hapa hivi, aniambie tu kwamba anaitwa nani na ako na yeye pia kusema kuhusiana na swala hili nzima. Utaniambia tu jina, waitwa nani? Naitwa Caroline Atieno. Caroline, umefika hapa visa ngapi? Nimefika kitu saa 7:30 hivi. Kwa maneno yako tu, je, shughuli hii nzima umeona kukiwa na tatizo ama hali iko vipi? Sijaona tatizo yoyote, ila natarajia tu kupiga kura. Na je, kwa maneno yako tu, wewe watarajia nini ama matarajio yako baada ya kupiga kura ni yapi? Matarajio yangu ni kuchagua viongozi wale watatuongoza. Hizo miaka 5 zinakuja, na Wakenya wote tukue na amani mahali popote tulipo. Na mtu yeyote ambaye ako nyumbani na hajakuja kupiga kura, jaribu afike na apige kura. Na je, waweza himiza nini taifa kwa jumla, kwa sababu tunajua shughuli hii inaendelea kwa Kenya nzima? Waweza himiza nini wale aswa wale ambao wamebaki nyumbani na hawajakuja kuweza kupiga kura? Je, waweza himiza nini? Naomba wasikae nyumbani kuangalia vile wengine wanapiga kura. Kila mtu ako na haki ya kuchagua viongozi wao. Sawa, wajitokeze wakuje wapige kura. Ninashukuru kwa wakati wako. Asante sana. Asante. Nitazidi tu kuzungumza na wakazi wenyeji katika eneo hili la Kaloleni, haswa wapiga kura, kwa sababu tunaona kwamba wako kwenye foleni na kwa kweli wanafanya kazi mzuri. Wanajaribu kudumisha haki yao ya kikatiba, kuweza kumteua kiongozi ambaye anafaa, ambaye ataongoza kwa muhula mmoja ama miaka 5 zijazo. Wacha niungane pia na dadito aniambie kwamba anaitwa nani. Waitwa nani? Naitwa Bernard. Bernard, je, umefika hapa saa ngapi? Almost 30 minutes ago. Yeah, nilikuwa nimefika hapo. Na kwa maneno yako tu, tangu ufike hapa, je, kuna changamoto umekumbana nazo ama hali iko vipi? So far I'm not realizing any problem. Process is okay. And I think it will be okay at the end of the day. Yes. Na je, ni matarajio yepi kama mwananchi wa kawaida, kwa sababu tunajua mwananchi akipiga kura ako na matarajio. Ni matarajio yepi unayo baada ya kupiga kura yako? We expect a change in the economy and that is why people participate for the election. That is why we have to chagua wale wenye at least wako na uwezo wa kubadilisha uchumi. Yes. Na je, ni mizo gani unaweza ambia taifa kwa jumla kuhusiana na swala hili nzima la upigaji kura? Election normally comes with a lot of things. What I can tell those who are other part of the country who are participating for this election is that elections comes and go and the life is very important. We wait for peaceful election, and because in an election there must be a winner and a loser, and those who lose in the elections will use legal means to at least to express their views. No violent, totally zero violent. Yes. Naam, nashukuru kwa wakati wako kaka. Yes, asante. Asante sana. Jezi, unasikia tu kwamba wakazi katika eneo hili wanazidi tu kuhimiza kwamba baada ya kupiga kura, kwa kweli amani ni kitu ya maana, kwa sababu tunajua kwamba Kenya ni kubwa kuliko mtu mmoja na tunahitaji kila mmoja hata wakati na baada ya uchaguzi, kwa sababu tunajua bila amani hamna jambo lolote litakalotendeka sawa katika taifa letu. Na pia bila kupoteza muda, wacha tuniweze kuzidi kuungana na wapiga kura katika eneo hili la Kaloleni, pia watuambie tu kwamba je, wako na yepi aswa kuhusiana na swala hili nzima la kupiga kura. Bila kupoteza muda, kuna yule ameangalia kando lakini ameogopa kidogo, unajua amejua kwamba ako live ndani ya Bethel Clouds TV. Nitaweza kusonga tu kwa mwingine aniambie kwamba ako na yepi kuhusiana na ile swala nzima la upigaji kura. Dadi, utaniambia tu jina lako, waitwa nani? Naitwa Kilonzo Mackenzie. Kilonzo Mackenzie. Je, umekuja hapa hivi saa ngapi? Nimekuja saa hizi kama dakika 20 zilizopita. Je, kwa maneno yako tu, jinsi umefika, kuna changamoto yote umekumbana nayo ama hali iko vipi? Hakuna changamoto yote kwa sababu sijafika ndani ndio niambiwe kama kuna changamoto kama ya mnaita scheme kit ingine ambao ni manual na jambo kama hilo, kwa sababu mimi nina changamoto ya
scheme kit ile ambayo nitaambiwa nikiingia ndani kama nitaweza au sitaweza kupiga kura. Na ni matarajio yepi unayo kama mwananchi wa kawaida, maana tunajua kwamba wakati umekuja kwenye foleni kupiga kura, kwa kweli uko na matarajio makubwa ama uko na nia ya kupiga kura. Je, ni matarajio yepi unayo kama mwananchi wa kawaida katika hili swala nzima la upigaji kura? Si mara ya kwanza kupiga kura, nimeshapiga kura mara mingi. Matarajio yangu ni uongozi bora katika uongozi wote, katika ngazi zote zile ambao tunaenda kuchagua siku ya leo. Na je, ni mizo gani unaweza ambia taifa kwa jumla wala wanaokutazama, maana tunajua kwamba shughuli ya upigaji kura unaendelea kote nchini. Je, waizahimiza nini Kenya kwa jumla? Wote watu watoke, wajitokeze, waje apige kura kwa sababu hiyo ni haki yao. Na ikiwa ni haki yao, kwa kweli ndio wanajamlia nini ambao itakuwa kesho na kesho kutwa katika uongozi na katika Kenya. Asante sana. Ninashukuru kwa wakati wako dadi. Asante pia. Asante. Jinsi unaona tu kwamba tunazidi kusemezana na wakazi wa eneo la Kaloleni. Kwa kweli shughuli nzima la upigaji kura unazidi kuendeshwa kwa njia iliyo shwari sana. Jinsi tunasikia kwamba hamna changamoto hasa ambayo umetokea, licha tu ya kukosekana wengine majina labda Kimskit zinaleta shida, lakini hata licha ya Kimskit kuleta shida, bado kuna njia mbadala ambayo inawawezesha kuweza kushiriki haki zao za kikatiba, kuweza kumteua kiongozi ambaye anapaswa. Na pia wacha niweze kuungana na dadi hapa hivi niambie kwamba ako na yepi kuhusiana na swala hili nzima la upigaji kura katika eneo hili la Kaloleni. Bila kupoteza muda, utaniambia tu jina dadi. Waitwa nani? Mimi naitwa Juma. Juma, je, umefika hapa saa ngapi? Mimi sijakaa. Hata chamaza dakika 10. Na je, ni matarajio yepi unayo kama mwananchi wa kawaida, kwa sababu tukikona kwenye foleni kwa kweli lazima kuna matarajio ya kupiga kura. Wewe watarajia nini kama mpiga kura? Kubadilisha tu, sisi tunabadilisha watu. Na je, ni mizo gani unaweza ambia taifa kwa jumla kuhusiana na swala hili nzima la upigaji kura, kwa sababu tunajua inaendelea kote nchini? Wote wapige kura tu. Ni haki yao ya kupiga kura. Naam. Asante sana dadi, nashukuru kwa wakati wako. Asante. Asante. Ni hivyo tu jinsi tunakuambia kwamba mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV kwamba wapiga kura kwa kweli wameweza kujitokeza kwa wingi. Tunasema kwamba wako wengi sufufu ama mithile ya matawi ya mti, kwa sababu tunasema kwamba wote wamekuja ili waweze tu kuweza kushiriki haki yao ya kikatiba ya kupiga kura. Na tunasema kwamba kwa kweli shughuli hii imeanza asubuhi na mapema, na pale tunaangalia kwamba msimamizi wa eneo hili anasema kwamba tangia shughuli hii ianze kwa kweli hamna changamoto haswa ya kiusalama ama imeweza kushuhudiwa, bali hali inaendeshwa kwa njia iliyo shwari, njia iliyo mwafaka. Na jinsi unaona kwamba mpiga picha wangu nitaomba nionyeshe kwamba ukiangalia huku hivi unaona foleni imepangwa kwa njia iliyo sambamba sana. Hamna tatizo yoyote, tunaopiga kura wametulia, hamna kelele, hamna vurugu, na tunasema kwamba shughuli hii inaendeshwa kwa njia iliyo shwari sana, mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV. Na tunakuambia kwamba tutazidi kukufahamisha jinsi mambo yanazidi kujiri eneo hili. Pia tukiangalia maafisa wa usalama kwa kweli wameweza kushika doria hapa mahali hapa. Hamna tatizo yoyote ambayo tunaweza kushuhudia, maana kazi tunasema kwamba kila kitu kiko sawa, kila kitu kimesimama. Ndipo sasa unapata wengine wanasema kwamba kuna msemo unasema kwamba kata simu tuko site, yani kumaanisha kwamba site iko seti, hakuna jambo lolote ambalo linatendeka kibaya katika eneo hili la Kaloleni. Na tunasema kwamba shughuli hii nzima kwa kweli inaendelea, na tuna matarajio kwamba itaweza kukamilika kwa njia iliyo mwafaka, itaweza kukamilika kwa wakati ambao unafaa, kwa sababu tunasikia pale mwanzo msimamizi wa eneo hili amesema kwamba walichelewa na dakika 25, lakini wamesema licha ya hayo bado wataongeza wapiga kura dakika 25 kwa ile saa iliyoratibiwa na Tume Huru ya Mipaka na Uchaguzi IEBC kuweza kusimamisha shughuli hii nzima ya upigaji kura. Wamesema wataweza kuongezwa dakika 25 licha yao kuweza kusimama ama kuchelewa kwa dakika takriban 25. Lakini tunasema vipi, mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV, zidi kutazama. Tunasema kwamba tutakuzidi kukujuza jinsi mambo yanajiri kote nchini papa hapa ndani ya Bethel Clouds TV. Tunasema kwamba wewe ni wa maana, na tunasema vipi kama Bethel Clouds TV, kama wewe pia pale nyumbani hujapiga kura, enda piga kura, maana ni kura yako ndio
itakupa kiongozi anayefaa. Ni kura yako ndiyo itakupa kiongozi anayefaa na maishani mwako, na ni kura yako itakupa kiongozi atakayeleta mabadiliko katika taifa yako. Bila kura yako, kwa kweli mtazamaji wetu, hamna jambo lolote nzuri litakalotokea katika eneo lako. Nao mtazamaji wa Bethel Clouds TV, jinsi nimekuambia tu kwamba tutazidi kukufahamisha jinsi mambo yanazidi kujiri kila baada ya saa kuhusiana na swala hili nzima la uchaguzi. Na kumbuka tumekuambia tu bado tumekita kambi katika eneo la Kaloleni, na nimekuambia kwamba katika eneo la Kaloleni, katika kituo cha kupiga kura hichi ambacho tukomo hapa hivi, kwa kweli ina wapiga kura takriban 1000 ambao wanatarajiwa kupiga kura siku ya leo. Tukiona shughuli nzima inazidi kuendelea, na tunasema kwamba pia tutazidi kukujuza. Na kumbuka hivi sasa ninavyozungumza, niko katika bunge la wananchi almaarufu wenyewe wameita kwamba jobless corner, na niwacha nikutane na wakazi ambao wameketi hapa pia tuambie kwamba wako na yepi kuhusiana na ili swala nzima la upigaji kura. Je, kaka, area hii inaitwaje kwanza kabla tujaenda mbali? Hapa panaitwa Kaloleni Massive. Naam. Yeah. Na hapa penye tumeketi ama penye mmeketi hapa hivi panaitwaje? Hapa ndio bunge la wananchi, jobless corner. Hapa ndio George Alado alikuwa anauza mandazi. Hata Ruben Dolo wanajua hapa. Asante sana. Je, kwa majina utaniambia tu kwanza waitwa nani? Mimi naitwa Gerald. Na je, ushapiga kura au bado? Nishapiga mimi. Nishapiga. Naam. Kama mwananchi wa kawaida, je, uko na matarajio yapi baada ya kupiga kura kuhusiana na ile swala nzima la upigaji kura? Uko na matarajio yapi? Tunatarajia round hii kutakuwa na change kwa sababu tumevote wisely. Tumechunguza vizuri. Viongozi wale tuko nao kuanzia grassroots, tumewachunguza vizuri. Ndio tunadiscuss hapa, tumepata tuko na mawazo moja tu. We are going to make a big change. Yes. Na je, kwa maneno yako tu, kwa ile harakati ya kupiga kura, je, kuna changamoto ulikumbana nayo ama hali ilikuwa vipi pale katika hiyo shughuli nzima la kupiga kura? Sasa kwa siku ya leo, kwa sababu unasema kwamba ushapiga kura, kuna changamoto yote umekumbana nayo kwa hiyo shughuli wakati ulikuwa unapiga kura au vipi? Hapa imekuwa smooth tena iko peaceful. Line pia imeenda haraka vizuri, wamejipanga vizuri. Wako sawa. Na je, ni mizo gani unaweza ambia taifa kwa jumla, maana tunajua shughuli hili nzima la upigaji kura unaendelea kote nchini? Waweza himiza nini taifa? Mimi nataka tu amani, tu vote vizuri. Alafu pia after hii votings tuendelee na maisha kama kawaida. Yes. Ninashukuru kwa wakati wako kaka. Yes, thank you very much. Asante. Wacha niweze kuungana na ndugu pia hapa, niambie tu waitwa nani kaka? Utaniambia tu jina. Mimi naitwa Jared. Tumevote vizuri. Naam. Na sasa tunasubiri matokeo. Naam, Jared, katika hiyo shughuli nzima la upigaji kura, je, kuna changamoto umekumbana nayo ama hali imekuwa vipi? Mimi niliamuka asubuhi, nikaenda kupanga line, nikamaliza shughuli yangu vizuri. Naam. Yes. Naam, kwa sababu tunaona pale hivyo tuhuma inatoka mbali kusemekana kwamba kuna wale majina yao patikane kwenye sajili pale piga kura. Wewe hali imekuwa vipi pale? Mimi nilienda nikaweka fingerprints, ikatokelezea vizuri na nikaendelea na shughuli yangu. Na nikamaliza poa. Na matarajio yapi unayo kama mwananchi wa kawaida kwa kupiga kura kwako? Wacha tusubiri matokeo. Sawa. Nashukuru kwa wakati wako kaka. Naam, wacha niweze kuungana na ndugu pia, niambia anaitwa nani? Waitwa nani kaka? Mimi naitwa Kevin Onyango. Kevin Onyango, je, kwa maneno yako tu shughuli nzima la upigaji kura wewe imekupeleka vipi? Kumekuwa na changamoto ama hali imekuwa vipi? Imekuwa sawa. Na je, waweza himiza nini taifa kwa jumla, maana tunajua kwamba shughuli nzima inaendelea kote nchini? Waweza himiza nini taifa? Watu wakuwe tu na amani pamoja. Asante sana, nashukuru kwa wakati wako kaka. Hapo. Haya, wacha niungane na mwingine pia hapa tu, niambie jina. Waitwa nani kaka? Mimi naitwa chairman wa hii bunge. Na shughuli ya kura imeenda mzuri sana. Hatujaona matatizo, lakini ilikuwa kidogo. Naam. Ndio tulikuwa nasema ile manual ingekuja, imesaidia watu wengi kwa sababu iko mahali zingine kimsikita haikuwa nafanya kazi na wamerudi kwa ile manual na wakapata jina zao na wakapiga kura. Ndio kitu mtu akisema kitu aseme kitu kama anajua saa nyingine inaweza saidia mwingine, sio yeye peke yake. Kwa sababu
vitu zinakuja tofauti, ni vitu ambazo zinatengenezwa na binadamu na inaweza haribika, inaweza leta shida. Kwa sababu kama tumesema manual, wacha tujaribu vile inawezekana. Lakini tumeshukuru tuko na amani, hakuna kelele yote, watu wamevote, wanaenda nyumbani, wanaenda kungojea matokeo huko nyumbani. Na je, ni matarajio yapi unayo kama mpiga kura? Maana tunajua kwamba kwa wewe kuchukua hatua ya kupiga kura una matarajio. Wewe unatarajia nini kwa kupiga kura? Pande yangu mimi natarajia tu ushindi lazima ikuje pande yangu. Kwa sababu nilienda kupiga kura nikijua pande yangu itakuwa na ushindi. Na hiyo ni ushindi na ngoja after matangazo. Na je, ni mizo gani unaweza ambia taifa kwa jumla? Maana tunaona kwamba shughuli nzima ya upigaji kura unaendelea kote nchini. Waweza himiza nini taifa kwa jumla? Himiza tu taifa ukuwe tu na amani pande yote. Kama pande yako ijaenda mzuri, ukuwe tu na amani, tuendelee na kazi zetu kawaida. Tusikue na furugo yote vile tuliona mwaka zile zingine zimeenda. Tusikue na matatizo yote. Asante sana, nashukuru kwa wakati wako kaka. Asante sana. Asante. Wacha niweze kuungana pia na ndugu tu hapa, niambie jina. Waitwa nani kaka? Naitwa Evans Otieno. Evans Otieno. Je, ushapiga kura? Nimepiga kura, nimevote, nimefurahi. Lakini sijafurahi sana juu turnout iko chini. Turnout nimeona watu hawajatokea kama last time. Watu wako chini, lakini tumevote vizuri. Yes. Na je, ni matarajio yapi unayo kama wewe mpiga kura katika shughuli nzima ya upigaji kura? Mimi natarajia ni mzuri. Matokeo itoke vizuri. Mambo ya vita, kuvurugana isikue. Na je, ni mizo gani unaweza ambia taifa kwa jumla? Maana tunaona shughuli inaendeshwa kote nchini. Waweza himiza nini kwa wale aswa kuna wale wajapiga kura? Kwenye wajapiga kura waende wa vote. Ndio watu waone mabadiliko. Tunataka mabadiliko. Unajua sasa hii Kenya imekuja ngumu, vitu zimepanda. Tunataka tubadiliko. Yes. Asante sana, nashukuru kwa wakati wako kaka. Thank you. Asante. Wacha niweze kuungana pia hivi na Dadia aweze kuniambia kwamba ako na ipi kuhusiana na swala hili nzima la upigaji kura katika eneo hili la Kaloleni. Utaniambia tu jina Dadia, waitwa nani? Kwa majina naitwa Odera. Tumepiga kura vizuri. Asante. Tunatarajia kura matokeo iwe nzuri na tunatarajia pia tuwe na amani ili kesho ikifika tuwe ati kesho kutwa kila mmoja anaweza enda kwa kazi yake na tuendelee na maisha kama kawaida. Naam, kwa maneno yako tu katika hiyo shughuli nzima la kupiga kura kuna changamoto yote umekumbana nayo katika hiyo shughuli au vipi? Hamna changamoto this time round, nimeona kama watu wamevote vizuri. Tumekuwa na amani vizuri. The system was good to me. Lakini tumeshukuru sana. Kitu yenye tunatarajia ni amani tu, ndio kitu yenye tunahitaji Kenya huu. Na kama wewe mpiga kura, kwa kweli tunajua kwamba una sababu ya kupiga kura. Je, matarajio yako ni yapi baada ya kupiga kura sasa? Nimepiga kura, lakini naiongoja matokeo yenye itatoka iwe ni matokeo yenye mimi kwa upande wangu naona itatoka vizuri kulingana na mwenye nimempigia kura. Sasa wacha tusubiri tuone matokeo itakuwa namna gani kesho. Na je, ni mizo gani unaweza ambia taifa kwa jumla kuhusiana na swala hili nzima la upigaji kura maana endelea kote nchini? Maisha imekuwa ngumu, tunahitaji tuwe na transparency kwa wale watu wenye watakuwa wamechaguliwa na kila kitu iende kwa njia yenye inafaa iendelee. Na maisha ikue cheap ili kila mwananchi apate vile anaweza saidika na vile anaweza enda shule na elimishe watoto wake. Hivyo tu ndivyo ninaweza kumwambia taifa. Asante sana, shukuru kwa wakati wako kaka. Asante sana. Wacha niweze kuungana pia na ndugu hapa nyuma yangu aweze tu kuniambia kwamba ako na yapi kuhusiana na swala hili nzima la upigaji kura. Utaniambia tu jina lako kaka, waitwa nani? Nashukuru. Kura tumepiga vizuri. Kwa majina mimi naitwa Victor Uma. Na venye nimeona kura tumepiga na peace, hakuna mambo mingi. Na tunafurahia sana. Na je, kuna changamoto yote umekumbana nayo katika swala nzima la upigaji kura ama hali imekuwa vipi? Mi hali vilivyo unaviona, hakuna changamoto nyingine nimeona. Ile kitu naweza omba, wale watu tumeweka pale au sasa ndio wanajua. Unajua huwezi ambia mtu ati mimi nimeweka huyu nimeweka huyu. Wale watu tumeweka pale, bora tu watufanyie tu vizuri, mabadiliko tuone. Hata wewe ukiangalia saa hii venye situation iko, yenye gharama ni mingi. Mambo ya shule, chakula, unga naye sasa tupati. Mimi tulikuwa naomba ile vote yangu nimetoa isiende bure. Na je, waweza himiza taifa kwa jumla nini kuhusiana na swala hili nzima la upigaji kura, kwa sababu tunajua kwamba shughuli inaendeshwa kote nchini. Waweza himiza nini taifa? Mimi ile kitu naweza sema, venye tumeona sasa kwa hiyo yetu venye tumepiga kura hapa,
sijaona mambo ingine mbaya, hata mambo ya vita. Nilikuwa naomba venye tuko nini yetu Kenya nzima iwe peace, venye imekuwa peace hapa na tuendeleze na ikae vizuri venye imefanyika hapa, sababu sijaona chochote imefanyika, sijaona mavurutano, ikae peace venye imekaa hapa. Asante sana kaka, nashukuru kwa wakati wako. Mimi nashukuru. Asante. Asante. Na mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV, jinsi unafahamika kwamba tuko katika eneo la Kaloleni, na nimekujuza hapo awali kwamba katika kituo cha kupiga kura cha Kaloleni hapa ambapo tulipo, kwa kweli ina wapiga kura takriban 1000 ambao wanatarajiwa kupiga kura yao katika eneo hili kuchagua viongozi kwa nyadhifa mbalimbali wale wanaowaenzi. Na ndaweza kumruhusu mpiga picha wangu tu aonyeshe pale kwenye njia jinsi unaona kwamba kuna wale ambao wanatoka na kuna wale wanaingia katika kituo cha kupiga kura, kuna wale washapiga na kuna wale ambao wanatoka. Tunasema kwamba shughuli kwa kweli inaendeshwa kwa njia iliyo shwari sana, njia ambayo inapendeza, vurugu hamna. Wengi wanasema kwamba hali ipo shwari, hali ipo sawa, hakuna shida yoyote, na tunatarajia, wengi wanasema kwamba matarajio yao ni kwamba kutakuwa na amani wakati na baada ya uchaguzi, kwa sababu wanasema kwamba tangu waingie katika eneo hili kwa kweli wajaweza kukumbana na tatizo lolote, hususan kuhusiana na swala la vurugu katika eneo la kupigia kura hapa. Na tunasema kwamba tu mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV, tutazidi kukujuza jinsi mambo yanazidi kujiri kila baada ya saa, kwa sababu tunasema kwamba tupo hapa kwa sababu yako, bila wewe hatungekuwa hapa. Na tunasema kwamba tutazidi kujuza kila kitu ambacho kinaendelea kuhusiana na swala hili nzima la uchaguzi kote nchini kila baada ya saa. Wacha tuweze kwenda kwa mapumziko mafupi, tunarejea na ujumbe ama habari kem kuhusiana na swala hili nzima la uchaguzi. Bethel Clouds TV, langu jina Omoding Pascal.